Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Hiki ni kipindi cha Gombo la Chuo kinachotemwa kwako na mtumishi wa Mungu Apostle Dennis Daje. Nasema leo tunaangalia dhambi ya kufuru, na hii bado inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 31 pale. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Sikiliza maneno haya ya ajabu. Kila dhambi ya kufuru inaweza kusamehewa. Mtu kinena mneno juu ya mwana wa Adamu unaweza kusamehewa, bali yeyote yule atakayenena juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Maneno haya yanatisha kidogo. Mara nyingi jua linapoanza asubuhi na jua linapozama jioni, umechunguza maneno ya kinywa chako, mteule wa Bwana? Umechunguza umenena maneno mangapi? Ningekusihi kabla hujalala ungemwambia Mungu, nisamehe kwa maneno mabaya. Maana kuna dhambi za aina tatu: dhambi ya mawazo, dhambi ya kusema na dhambi ya kutenda. Dhambi inayotawala sana ni dhambi ya kunena. Wateule wananena maneno ya kufuru mpaka unashangaa. Leo wanakana hata mababa zao wa imani. Leo wanakana hata ndugu waliokuwa marafiki zao waliookoka na wao wakiwa pamoja. Leo wanakana wazazi wao waliowazaa kwa mwili. Leo wanakana ndugu waliowasaidia. Sikiliza dhambi ya kukufuru. Unaweza ukamkufuru mwana, ukamkufuru Mungu Baba, ukasamehewa. Lakini ole wake yule mtu atakayenena neno lolote bovu juu ya Roho Mtakatifu na kumkufuru. Huyo hana msamaha katika ulimwengu wa sasa na hala ule ulimwengu ujao. Sikiliza mtu wa Mungu. Ili jambo linabidi nisimame nilinene vizuri, maana ili jambo linatisha. Leo watu wanakufuru, wananena vibaya juu ya Roho Mtakatifu aliyeshuka akawaponya. Wananena vibaya juu ya Roho Mtakatifu aliyewasaidia kuvuka ngome fulani, uchawi fulani, laana fulani. Leo wanamkufuru huyo Roho Mtakatifu. Sikiliza, mstari unaendelea kusema, mstari wa 34 pale. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtambue mtu anavyonena, jinsi anavyonena ndivyo moyo wake ulivyo. Maana ninyi uzao wa nyoka, watu wabovu, mwawezaje kunena yaliyo mema mkiwa ni wabaya? Hili jambo ni jambo la ajabu sana. Yesu anazungumza mambo ambayo ni magumu kuyaelewa. Leo watu ni kigeugeu, ni kama chameleon, yani wanageuka. Kinyonga anajigeuza kulingana na hali. Wakiwa kwa watu wapinzani wa msalaba, wapinzani wa imani, wananena kama wao. Wakiwa kwa watu walioamini msalaba na nguvu za Roho Mtakatifu, wananena kama wao. Unashindwa kuelewa kanisa ni lipi ambalo liko duniani. Ewe mteule, chunga maneno ya kinywa chako. Sikiliza, anasema vizuri. Biblia inasema, basi mwambia kila neno, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu. 36 pale, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Ndugu, tumekwisha kuhukumiwa kwa maneno ya vinywa vyetu, yale tunayonena, yale ambayo tunazungumza. Tunapozungumza kwenye vitanda vyetu, tunanena na wapenzi wetu, tunaponena katikati ya watu, yale maneno, kwa maneno yako utahesabiwa haki, kwa maneno yako utahukumiwa. Mpendwa wangu, chunga maneno yako. Mungu wa Israeli akubariki. Ninakuletea ujumbe huu nikisema jiandae kwa ujio wa Kristo Yesu. Kwa hiyo chunga maneno yako. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, kwa maneno yako utahukumiwa. Shalom, 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 shalom.